Makabiliano makali baina ya maafisa wa polisi yalishuhudiwa Alhamisi katikati ya jiji la Nairobi. Waziri wa fedha John Mbadi akijiandaa kuelekea bungeni kutoka jumba la Treasury. Maandamano ya kichacha nje ya lango la jumba hilo. Kadri muda ulivyosonga ndivyo maandamano yaliendelea na kusababisha makabiliano baina ya maafisa wa polisi wa kukabiliana na fujo na waandamanaji hao. Juhudi za maafisa wa polisi kuwatawanya na vitoa machozi hazikufaulu, idadi ya waandamanaji ikiongezeka katika kila upande. Maandamano haya yakigeuka na kusababisha machafuko baada ya baadhi ya waandamanaji kulenga magari ya kampuni ya huduma za fedha ya Wells Fargo ili walazimu maafisa waliokuwa wakitoa ulinzi kufiatua risasi hewani kuwatawanya. Hata hivyo, gari moja liliteketezwa katika barabara ya Nkuruma Lane. Gari lingine la kibinafsi pia likiteketezwa. Mapipa ya takataka yaliyowekwa jijini kwa minajili ya kudumisha usafi wa mazingira pia yaliharibiwa. Baadhi ya waandamanaji walivunja na kung'oa mapipa hayo moja baada ya lingine, pamoja na taa za barabarani zilizowekwa kwa ajili ya kutoa mwangaza usiku. Awali baadhi ya wanaharakati na waandamanaji walikuwa wameonyesha nia ya kufanya maandamano ya amani kabla ya wahuni kuingilia na kuzua vurugu. Maandamano yamezidi hadi mchana yakitishia kuvuruga ratiba ya kusomwa kwa bajeti. Waandamanaji walilenga kusambaratisha shughuli hizo wakidai haki kwa Albert Ojwang. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi. Mtazamaji, sasa inabainika kuwa marehemu Albert Ojwang alikuwa ameshafariki kitambo kabla ya maiti yake kufikishwa katika makafani ya hospitali ya Mbagathi hapa jijini Nairobi. Ripoti kutoka hospitali hiyo ikionyesha kuwa Albert alifikishwa kwenye hifadhi hiyo ya maiti saa 8 usiku wa Jumapili. Ripoti hiyo pia inaarifu kuwa alifariki katika kituo cha polisi cha Central. Brenda Wanga anaarifu. Juhudi za kutafuta ukweli kuhusu chanzo cha mauaji ya mwalimu Albert Ojwang mwenye umri wa miaka 31 unaendelea kufichua maelezo zaidi ya kutatanisha. He was rushed to Mbagathi Hospital, booked for IDOB number 090806 2025 at 01:39 hours. Huku polisi wakishikilia kuwa marehemu alipelekwa katika hospitali ya Mbagathi kwa matibabu, ripoti kutoka hospitali hiyo inatoa picha tofauti ya kuhuzunisha. Kulingana na afisa wa afya aliyekuwa zamu siku hiyo, Albert Ojwang alifikishwa hapo saa 8 za usiku. Kile ambacho wahudumu wa matibabu walikutana nacho hakuwa mtu anayehitaji matibabu ya haraka, lakini mwili uliokuwa na dalili za kuteswa. Kulingana na ripoti hiyo, uso wake ulikuwa umevimba sana, mwili wake na viungo vyake viliharibiwa na michibuko mingi. Damu ilikuwa ikitoka nyuma ya kichwa chake, mdomo na macho yake. Nyuma ya kichwa chake kulikuwa kumekatwa. Mwili wake wote ulikuwa baridi na alikuwa haitikii. Wauguzi wa zamu siku hiyo wote wawili walisema kwamba walipoutathmini mwili huo walidhibitisha kuwa Ojwang alikuwa tayari ni maiti. Ripoti kutoka hospitali pia inasema mwili huo ulifikishwa hapo kutoka kituo kikuu cha polisi ambacho pia ni mahali ambapo Ojwang alifariki. Huku polisi wakishikilia kuwa walimpata Ojwang akiwa hana fahamu na kumkimbiza hospitalini saa 7:39, dakika chache kabla ya kuwasili kwake Mbagathi. Ripoti ya hospitali inaonyesha kwamba hakuwahi kupata nafasi ya kuokoa maisha yake akiwa mikononi mwa polisi. Sitofahamu hii ya muda wa kuwasili kwa Ojwang Mbagathi ni moja tu ya maelezo yanayokinzana kuhusu kifo chake. Hapo awali polisi walikuwa wameeleza kuwa Ojwang alijisababishia majeraha, lakini undani wa majeraha makubwa kama ilivyoonyeshwa kwenye ripoti na hivyo kuthibitishwa na matokeo ya uchunguzi wa maiti ulionyeshwa alipigwa hadi kuaga dunia. Brenda Wanga, runinga ya Citizen.